Muamini zaidi ndiye anayekuumiza zaidi. Wakati mwingine urafiki huanza kwa furaha, lakini kwa maumivu makubwa. Na wakati mwingine mtu unayemwamini zaidi ndiye anayekuumiza zaidi. Hii ni hadithi ya Amina na Rehema. Amina na Rehema walikuwa marafiki wa karibu sana. Walikuwa kama dada, walikula pamoja, walitembea pamoja na walisaidiana katika kila jambo. Watu waliwaona na kusema urafiki wao hauwezi kuvunjika. Lakini maisha huwa na mambo ya ajabu. Siku moja walikutana na mwanamume mmoja tajiri sana. Jina lake lilikuwa Daniel. Daniel alikuwa mtu mpole. Alikuwa na pesa nyingi, lakini hakujivunia. Alipenda kusaidia watu na alikuwa na moyo wa huruma. Baada ya muda, Daniel alianza kumpenda Amina. Amina pia alimpenda Daniel. Walipoanza kuwa pamoja, maisha ya Amina yalionekana kuwa ya furaha sana. Daniel alimjali, alimnunulia zawadi na alimfanya ajisikie wa thamani. Rehema aliona yote hayo. Mwanzoni alifurahi kwa rafiki yake, lakini polepole moyo wake ulianza kubadilika. Alianza kuona wivu. Usiku moja akiwa peke yake, Rehema alifikiria sana. Alijiuliza, kwa nini Amina awe na maisha mazuri na mimi nisiwe nayo? Wazo baya likaanza kukua moyoni mwake. Polepole tamaa ikaingia ndani ya moyo wake. Na hapo ndipo mambo yalipoanza kubadilika. Rehema alianza kumkaribia Daniel zaidi. Alianza kumpigia simu. Alianza kumtumia ujumbe. Na mara nyingi alimwambia mambo mabaya kuhusu Amina. Siku moja alimwambia Daniel, Daniel, kuna kitu nataka kukuambia. Amina anaongea vibaya sana kuhusu wewe. Daniel alishtangaa sana. Hakujua kama ni kweli au ni uongo. Lakini maneno yale yalianza kuingia moyoni mwake. Kadiri siku zilivyopita, Daniel alianza kuwa na mashaka kidogo kuhusu Amina. Na wakati huo huo, Rehema aliendelea kumshawishi. Hakujua kuwa alikuwa anaingia kwenye mtego wa tamaa na uongo. Siku moja jioni, Amina aliamua kumtembelea Daniel bila kumwambia. Alikuwa na zawadi mkononi. Alitaka kumshangaza. Lakini alipofika nyumbani kwa Daniel, alifungua mlango pole pole, na kile alichokiona kilimvunja moyo. Daniel alikuwa amekaa karibu sana na Rehema. Walikuwa wanacheka pamoja. Walionekana kuwa karibu sana. Zawadi ya Amina ikaanguka chini. Daniel alishtangaa sana. Rehema pia alishtangaa. Macho ya Amina yakaanza kujaa machozi. Kwa sauti ya uchungu waliuliza, Rehema, kwa nini umefanya hivi? Hakuna aliyesema kitu kwa muda mfupi. Kisha Rehema akasema haraka, Daniel ndiye alinifuata. Daniel akasema kwa mshangao, hapana, Rehema ndiye aliyenifuata. Walianza kulaumiana. Ukweli ukaanza kuonekana. Daniel aligundua kuwa Rehema alikuwa akimdanganya kwa muda mrefu. Aligundua kuwa Amina ndiye aliyekuwa akisema ukweli. Daniel alihisi vibaya sana. Alimgeukia Amina na kusema, tafadhali nisamehe, sikujua. Lakini Amina alikuwa kimya. Machozi yalikuwa yanatiririka usoni mwake. Baada ya muda mfupi alisema kwa sauti ndogo, hamna shida. Kisha akaondoka pole pole. Hakutazama nyuma. Daniel alijaribu kumfuata, lakini Amina alikuwa tayari ameondoka. Siku zilipita. Daniel alijaribu kumpigia simu mara nyingi, lakini Amina hakujibu. Rehema pia alijaribu kumtafuta, lakini Amina hakutaka kuwaona tena.
Wiki moja baadaye, Daniel alipokea habari mbaya sana. Habari ambayo ilimfanya moyo wake utetemeke. Aliambiwa kuwa Amina alikuwa amepata ajali mbaya sana ya gari, na kwa bahati mbaya, Amina hakunusuruka. Daniel alikaa kimya sana baada ya kusikia habari hiyo. Machozi yakaanza kumtoka. Alikumbuka maneno ya mwisho ya Amina, hamna shida. Lakini sasa alielewa ukweli. Amina hakuwa na nguvu kupigana tena. Moyo wake tayari ulikuwa umevunjika. Rehema aliposikia habari hiyo, alianza kulia sana, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Wote wawili waligundua kitu kimoja. Kwa sababu ya tamaa, walipoteza urafiki mzuri, na walipoteza mtu aliyekuwa na moyo safi. Na wakati mwingine katika maisha, tunaelewa thamani ya mtu wakati tayari tumemkosa milele.